Nataka uwe mfanya kazi wangu wa nyumbani kwa ajili ya kunipikia na kufanya usafi. Nitakulipa 500 kwa mwezi. Asante sana Ochu, Mungu akubariki sana. Mungu akufanyie wepesi katika kila jambo lako. Haitham, tafadhali inuka, acha kulia. Sina la kusema Ochu, nashukuru sana kwa msaada wako. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Hauhitaji kunishukuru sana. Asante sana Ochu. Kwa hiyo unataka kuanza kazi lini? Leo, namaanisha nataka kuanza kazi leo. Oh, kweli? Basi anza kupakia vitu vyako vya muhimu ili tuweze kuondoka. Siamini kama hiki kitu ni kweli, wacha nifanye haraka. Hatimaye ninatoka kwenye nyumba yangu nzuri. Sijui kama nipaswa kuwa na furaha au huzuni. Kwa nini uwe na huzuni? Nitawakosa majirani zangu, bata wangu wanaonilinda kila wakati, na chumba changu cha kifahari. Chumba chako cha kulala cha hadi ya nyota 5. Wow, Ochu, kumbe ndo unaishi kwenye nyumba nzuri hivi, utazani upo peponi. Unachekesha sana. Karibu, hapa ndio nyumbani. A few moments later. Baby, kuna nini kinaendelea hapa na huyu mwanamke ni nani? Huyo ni yule mwanamke niliyemgonga na gari. Shikamoo madam. Marahaba. Sasa kaja kufanya nini hapa na ulisema ushampeleka hospitali? Kuwa mpole Fatuma, huyo atakuwa mfanyakazi wetu wa ndani, atakusaidia kupika na kufanya usafi wa nyumba. Kwa hiyo umeamua kuniita kwa jina langu? Njoo chumbani, nina mazungumzo na wewe. Ni mtazamo gani ule ulionyesha mbele ya wageni wetu? Ni aibu ya aina gani hiyo? Oh, tafadhali achana na hayo. Unasubutuje kumleta mwanamke ndani ya nyumba hii? Unasema mwanamke? Mtu ambaye karibu ni haribu maisha yake. Huoni jinsi alivyo anahitaji msaada? Hilo linatuhusu vipi sisi? Kwa hiyo umemnunua ili anyamaze? Unasema kumnunua mwanamke ambaye hataki hata senti kutoka kwangu? Ama unadhani kila mtu anajali pesa kama wewe? Kwa hiyo umeamua kunitukana, sio? Sikuwahi hata kuwagusa. Msipigane kwa sababu yangu. Haitham, una uhakika unaweza kushughulikia hili? Wewe ndiye unayesimamia hali yako. Hapana, sitafanya hivyo. Atafanya kazi katika nyumba hii mpaka atakapopona kabisa. Siwezi kumwangalia akiteseka kwa sababu ya uzembe wangu. Basi umlipe aondoke. Uamuzi wangu ni wa mwisho na hakuna chochote unachoweza kufanya kuhusu hilo. Ulipaswa kuniambia kabla ya kumleta humu ndani. Najua kuna jambo lingine zaidi ya hili nyuma yenu nyinyi wawili. Je, umewahi kunipa taarifa kabla ya kuniletea bili kubwa? Nijibu Fatuma. Hilo ni tofauti kabisa. Usijaribu kubadilisha mada Ochu. Na akisubutu kunifanyia jeuri, nitamfunza adabu, kisha nitarudi zangu Mwera. Siwezi kukaa kiunyonge mimi. Nimekufanyia hisani kubwa. Sote tunajua hujui kupika. Kwa hiyo Haitham atakuwa mpishi wetu na tutamlipa. Nastahili chakula kizuri katika nyumba hii. Unaendelea kunitukana. Chochote utakachosema mimi ndio ninayeamua. Hivyo basi, utake usitake atabaki hapa. Hata hivyo, ni vizuri kwamba atakuwa anapika kwa sababu sitaki hiyo stress ya kuingia jikoni, lakini asijaribu kuniletea mambo mengine. Aidha, hiki ndicho chumba chako. Natumaini utakipenda. Ndiyo, nimekipenda, lakini bado si kizuri kuliko jumba langu, si unajua? Ndiyo, najua, lakini vumilia tu. Lakini Ochu, najua labda unajaribu kunisaidia kwa sababu unahisi unaniwia deni, lakini sitaki matatizo yoyote kati yako na mke wako. Mke wangu? Hapana, yeye si mke wangu, ni mchumba wangu tu. Hukuniambia una mwanamke anaishi na wewe. Nisingekubali ombi lako la kuja kufanya kazi hapa. Usijali Haitham, kila kitu kiko sawa sasa. Kama unasema hivyo, basi niruhusu nifungue mizigo yangu. Sawa, nitakuja kukuangalia baadaye kidogo. Sawa bosi. Chiketamu na mabara leo machiza na imba fuani sidana rasana ni pesda tobola ukahadia. Chiketamu na mabara leo machiza na imba fuani sidana rasana ni pesda tobola ukahadia. Chiketamu na mabara leo machiza na imba fuani sidana rasana ni pesda tobola ukahadia. Chiketamu na mabara leo machiza na imba fuani sidana rasana ni pesda. Haitham. 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 Naam madam, nimesikia unaniita. Haitham, ulikuwa wapi na kuita muda wote huo? Samahani madamu, nilikuwa napika, naosha vyombo na kupiga deki.
Hizi ni nguo zangu za bei halisi sana. Hakikisha unazifua vizuri na usitumie mashine, tumia mikono kwa sababu mashine zitaharibu nguo zangu. Ungejua kama nimekulia kwenye mazingira ambayo hakuna mashine ya kufulia. Sasa kwa nini katupa nguo chini sakafuni? Sasa kwa sababu Ochu, imenibidi nizifue hizi nguo. Huyu mwanamke hajui kwamba mimi ni msichana wa mtaani. Mimi nimeshawahi kuuza ndizi barabarani na kufanya kazi nyingi sana. Asijaribu kunichezea. Mimi hukasirika haraka. Hii iwe mara ya kwanza na ya mwisho kufanya kitu kama hiki. La sivyo atapenda nitakachomfanya. A few moments later. Habari za jioni, Bwana Ochu, karibu pia, pole kwa kazi. Nzuri Haisam, vipi, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Na hali ya jeraha lako inaendeleaje? Natumaini unaendelea kupona. Ndiyo bosi, namshukuru Mungu napona haraka sana. Sawa basi. Hiyo ina maana kesho tutaenda hospitali ili bandeji iondolewe. Natumaini umeandaa chakula, nina njaa sana. Ndiyo bosi, nimepika wali mweupe na mchuzi wa kuku. Sawa, na mchumba wangu yuko wapi? Bosi, nafikiri yuko juu gorofani. Sawa basi. Tutashuka chini muda si mrefu kuja kula. Sawa bosi. Oh baby, umerudi. Leo kazi ilikuwa aje baby? Kazi ilikuwa sawa tu. Nimechoka sana na nina njaa. Usijali, utakula hivi karibuni. Nenda kwanza kaoge kisha tutashuka chini kwa chakula cha jioni. Sawa, mpenzi wangu. Haya bosi na madamu, chakula kipo tayari, karibuni kula. Asante sana, Haisam, lakini usiondoke, subiri kidogo. Ngoja nitoe maoni yangu kuhusu chakula chako. Oh, Mungu wangu, huu wali una ladha nzuri sana. Baby, unaonaje? Ni mtamu sana, anajua kupika. Unaweza kurudi ukaendelee na unachofanya. Sawa bwana. Bwana Ochu alipenda sana chakula changu. Angalia jinsi alivyokuwa ananisifia leo. Hata mchumba wake pia alisema chakula kilikuwa kizuri. Lakini nimemwona mpenzi wake kama alikuwa anatabasamu kwa kujilazimisha. Hata hivyo, hilo si jambo la kunisumbua. Mradi tu bosi Ochu alipenda chakula, basi nimeridhika. Oops! Sahani imevunjika. Haisam, nini kimetokea? Natumaini hujajiumiza. Hapana bosi Ochu, samani, sahani iliteleza kutoka mikononi mwangu ikavunjika. Natumaini hujajiumiza. Tafadhali kuwa makini wakati mwingine. Usijiongezee maumivu zaidi. Samahani bosi, haikuwa makusudi. Kama umependa simulizi hii, like video hii na uifollow hii account. Kisha komenti next. Nitapost mwendelezo kama utakomenti next.